Mwanamke na maono. Habari mpenzi mtazamaji wa UDOM Digital, na hiki ni kipindi chako pendwa kabisa cha Mwanamke na Maono ambacho kinakujia kila siku ya Jumanne saa 2 kamili za usiku. Hiki ni kipindi ambacho kinajadili si tu changamoto, bali tunajadili fursa pamoja na mafanikio ambayo wanawake wameyapitia. Langu jina ni Rabia Utukulu, lakini sipo peke yangu, nipo na mwenzangu hapa atajitambulisha. Langu jina ni Nasma Hassani. Karibu sana. Siku ya leo mpenzi mtazamaji, tumepata bahati ya kuangazia mada inayosema mwanamke usiogope kuanza. Ukitaka kufanya mafanikio, usisubirie mpaka uwe na kikubwa ndo uanze. Unaweza ukawa na kidogo, ukaanza, na mwisho wa siku hiko kidogo ambacho umeanza nacho kikapanda ikawa kikubwa zaidi. Kwa upande wako Nasma, wewe una maoni gani kuhusiana na mada hii ya kuanza na kitu kidogo au kuanza na hatua ndogo? Kwanza mada ni nzuri. Kwanza kama tunavyojua katika jamii zetu, wasichana ama wanawake wengi wanaamini kwamba ukitaka kuanza kitu basi inabidi uwe na labda kitu kikubwa uanze kabisa. Kwa mfano unataka kuanzisha biashara, basi uwe na mtaji mkubwa ili uanzishe biashara, lakini hapana. Ukitaka kuanzisha kitu inabidi uanze kidogo, kwa sababu kama tunavyojua kidogo pia kinazaa kikubwa. Ndio maana kuna msemo unasema haba na haba hujaza kibaba. Ndio hivyo. Sio kwamba ukiwa na kikubwa utaki kuanza, kwamba unataka ni slogan lazima uwe na kidogo. Ukiwa na kidogo usiogope. Anza nacho iko hiyo, kwa sababu unasema chelewa mwisho wa siku utakuta mwana si wako. Lakini pia mpenzi mtazamaji, siku ya leo tulipata bahati ya mwanahabari wetu kutoka hapa studio, Bibi Shebia Charles. Alifanya mahojiano na mwanamama anaitwa Mama Kiarei kutoka Chuo Kikuu cha Dodoma. Yeye ni fundi cherehani, anasema ameanza kidogo lakini kuna mafanikio ambayo anayaona. Tuungane na mwanahabari wetu. Mwanamke na Maono. Asante sana. Katika kipindi cha Mwanamke na Maono, leo tumetembelea eneo la kibiashara la Kariakoo, Chuo Kikuu cha Dodoma. Tutakuwa na mazungumzo na mama yetu hapa anayejishughulisha na shughuli za ushonaji. Niliposema sasa hapa naanza kujishughulisha na shughuli ya ushonaji, ilikuwa ni kipindi gani au ilikuwa ni wakati gani? Ni wakati nikiwa nimemaliza masomo. Cha muhimu sana ni kumtanguliza Mungu mbele, alafu ukishamtanguliza Mungu mbele anakuwezesha kile ambacho utakachokipata kwa kukusaidia. Usichague kazi. Huwezi kuchagua kazi hujapata kazi. Ni kufanya kwanza, ni hatua. Unapoanza ile ndogo, Mungu ndo anaweza kukusaidia ukaendelea kufanya nyingine kubwa zaidi. Kwa hiyo mimi nacho waasi, yani wasipende kuwa wanachagua kazi, ila ile wanayopata kwanza kidogo watakapoanza nayo ndio itakuja kuwasaidia kupiga hatua nyingine, wapate kazi nyingine kubwa. Kwa hiyo unapoanza kutaka kile kikubwa na kidogo hujakipata, ndio hapo wanakwama. Mwanamke na Maono. Asante sana mpenzi mtazamaji kwa kuendelea kusalia nasi. Hii ni UDOM Digital na hiki ni kipindi chako kile pendwa kabisa cha Mwanamke na Maono. Asante sana Shebia Charles kwa kutuunganisha na mwanamama Mama Kiarei ambaye ni fundi kushona. Mama Kiarei yeye anasema safari yake ya ushonaji ilianza tu pale ambapo baada ya kumaliza shule. Wewe mwenzangu Bi Nasma, una maoni gani kwa mwanadada au mwanamke wa chuo kikuu? Mimi na maoni kwanza. Wasichana wengi kwa mfano hasa wa chuo wanaamini kwamba yeye kwa mfano akishapata degree fulani kwamba labda kwenye ushonaji yeye sio level zake. Kama unavyomsikia Mama Kiarei alivyoongea kwamba yeye ameanza safari ya ushonaji ndani ya miaka 5. Alipomaliza tu safari yake ya elimu akaingia moja kwa moja kwenye ushonaji. Kwa hiyo tupate au tuige menendo ya Mama Kiarei mwenyewe alivyoongea, na mimi pia nawashauri vijana. Kwa mfano kuna VETA sasa hivi unaenda ukimaliza tu degree yako, kama unavyoona sasa hivi mitaani ajira imekuwa ni ngumu. Vijana wengi wamebaki mitaani, wengine wanaingia kwenye vitu ambavyo havieleweki, hasa wasichana wanajikita zaidi sana, wanaingia kwenye mambo ambayo ni ya kidunia zaidi. Kwa hiyo kwa mfano ukatoka sasa hivi na degree yangu, nikasema ngoja niende VETA. VETA pale nitajifunza kuna ushonaji, kuna upishi,
kuna kila aina ya fani. Kwa hiyo nikaenda pale nikajifunza, tayari nimeshaanza safari nyingine na nimeanza na kidogo kuelekea katika safari ya kikubwa. Naam, asante sana Bi Asma. Lakini pia kuna dhana potofu au tuseme ni kama ni kitu ambacho jamii tayari tumeshakizoea au tumekikalili, kwamba mtu kujifunza fani, labda kwenda kujifunza cherehani, kujifunza mapambo, kujifunza kupika keki, ni vitu ambavyo vinafanywa na wasichana au watu ambao wamefeli. Labda mtu ndio unakuta amefeli form 4 ndio anasema sasa ushafeli form 4 huna cha kufanya, nenda kajifunze kushona. Umefeli form 4 nenda kajifundisha kupika keki. Lakini kiuhalisia sivyo, mtu yoyote anaweza kujifunza wa elimu yoyote. Lakini pia mpenzi mtazamaji, hatukuishia hapo, Mama Kiarei hakuishia hapo. Tukiungana na mwanahabari wetu Shebia Charles, alimuoji akaelezea baadhi ya changamoto na mafanikio ambayo ameyapitia. Karibu Bibi Shebia Charles. Mwanamke na maono. Biashara hii inaweza ikawa na changamoto, inaweza ikawa na faida au hasara. Labda unaweza ukatambia kiufupi faida unazokutana nazo, hasara na changamoto. Faida ziko nyingi kwa sababu ndio. Faida ya kwanza ni inakusaidia kupata kipato kwa ajili ya matumizi. Ndio. Matumizi yako na familia. Ndio. Ukishona unafanikiwa unapata wateja, unapata hela ya kukrimu wewe na familia yako. Ndio. Lakini changamoto ni pale ambapo unakosa wateja. Hapo ndio inakuwa changamoto, lakini wateja wakiwepo Mungu anakusaidia. Ndio. Unafanikiwa lile jambo ambalo ulikuwa umelikusudia. Kama tunavyojua kwenye kila aina ya safari ya mafanikio kuna changamoto, kama tulivyotoka kuona hapo awali kutoka Mama Kiarei ambaye ni fundi kushona kutoka Chuo Kikuu cha Dodoma. Kwa upande wako Bi Asma, changamoto za kwenye kutafuta au za ujasiriamali kama mwanamke unazichukuliaje, au una nini cha kumwambia mwanamke siku ya leo ambaye anakutana na changamoto katika utafutaji? Kwa kumshauri, changamoto zipo, kila sehemu kuna changamoto. Hata tukienda kufanya kazi ofisini kuna changamoto yake, pia kuna mafanikio yake. Yeye kama mwanamke ama kama binti asiogope kuanza eti kuhofia kwamba nitapata changamoto fulani. Hapana, kwa sababu kila kitu kinapoanza lazima kiwe kina misukosuko ili kufikia mafanikio. Na kama tulivyomwona Mama Kiarei mwenyewe alivyosema kwamba kuna changamoto amepitia, lakini kama mwanamke bado amesimama kuendelea kushika nafasi yake katika ngazi yake ya ufundi cherehani. Mimi nampongeza yeye kama mwanamke na anatuinfluence sisi kama vijana na sisi kama wasichana wadogo ambao ndo tunaibukia katika nyanja hizo, na sisi wenyewe tunaweza kusema baadaye tutakuwa mama. Kwa hiyo inabidi tuige mfano wake Mama Kiarei kama alivyofanya yeye. Pia kitu kingine cha kuwashauri hasa mabinti, kama nilivyosema awali, wanasema ukisema hapa kuna changamoto, tunasema msemo unasema ngoja unaumiza matumbo. Na wengine wanasema kwamba polepole sio mwendo. Kwa hiyo usije ukachukulia ile polepole sio mwendo basi ukakurupukia eti ukasema nahitaji kwenda juu zaidi. Kweli. Kwa hiyo wanaposema polepole sio mwendo hawakumaanisha kwamba tukurupukie. Polepole ndio mwendo. Taratibu tunaweza kufikia yale malengo yetu. Kwa hiyo wasiogope changamoto. Changamoto zipo na zinatatuliwa. Unaweza ukakuta labda ni mfanyabiashara leo amepata hasara, anasema kesho sifungui duka. Leo nyanya zimeoza, kesho sifungui kibanda. Hapana. Wewe kama mwanamke leo kitu kimeharibika, kesho unasimama tena. Unasema kwamba leo kimeharibika, basi kesho nitapata zaidi ya hiki kilichoharibika leo. Mpenzi mtazamaji, tukiendelea na Mama Kiarei, mjasiriamali fundi kushona, alitoa ushauri kwa mwanamke au kwa kijana wa leo ambaye unatazama kipindi hiki siku ya leo. Twende tuungane na mwanahabari wetu Bibi Shebia Charles kwa ushauri kutoka kwa Mama Kiarei. Kama ni binti pia anaepukana na vishawishi ambavyo vinaweza vikamletea madhara mengine. Kama ni kijana pia wa kiume pia na yenyewe hivyo inamwepusha vishawishi vya kukaa kwenye vijiwe, kuvuta bangi, kukaa na vijana ambao hawafanyi kazi.
Pia inasaidia mtu anapofanya kazi yake mwenyewe binafsi, inamsaidia sana, na pia akili pia inachangamka, tofauti na yule ambaye anapewa tu, anaomba anapewa tu, na yule ambaye amepata labda hela kidogo ameanzia biashara, inamsaidia. Mwanamke na maono. Na mpenzi mtazamaji wa UDOM Digital, kama tulivyotoka kusikiliza ushauri kutoka kwa Mama Kierei ambaye ni fundi cherehani kutoka ndani ya Chuo Kikuu cha Dodoma eneo la Kariakoo. Kwako Binasma, una ushauri gani hasa kwa kijana, msichana, binti ambaye anakutazama leo hii hapa UDOM Digital? Kwanza kabisa tukirudi kwenye ushauri aliotoa Mama Kierei, kwanza nampongeza pia. Lakini kwa upande wangu mimi kumshauri binti au kijana au mtu yoyote ambaye anajitafuta kwa sasa, kwa sababu kazi ya ufundi cherehani si tu ya mwanamke kama tunavyojua, hata pia wanaume wanaifanya hiyo kazi. Kwa hiyo wasiogope kuanza au kuanzisha kile kitu ambacho kinaweza kuwajengea kabisa mafanikio, kwa sababu kila hatua inaenda na venye ambapo wewe unaweka juhudi na unaweka pia tuseme effort zako zote zikiwa zipo pale, basi lazima kitu kitatoka kipo sehemu ya juu. Kwa hiyo wasiogope. Kama unajua kupika keki, basi anza sasa hivi. Wewe ni mjasiriamali, anza sasa hivi. Unajua kushona, zipo sehemu nyingi za kujifunza kushona. Uwe mwanamke, uwe mwanaume, uwe kijana wa kike, uwe kijana wa kiume. Fursa ni sasa, wakati ndo huu. Mpenzi mtazamaji, fursa ni sasa na wakati ndo huu. Lakini pia mpenzi mtazamaji wa UDOM Digital, tulipata wasaa wa kusikiliza makala fupi kutoka kwa mwanahabari wetu Bi Elizabeth Mwinuka. Twende tukaitazame makala hii wote kwa pamoja. Mwanamke na maono. Sanaa ya ushonaji na mitindo ya mavazi nchini Tanzania ni miongoni mwa sekta zilizoweza kujenga maisha ya watu wengi kupitia ubunifu, juhudi na vipaji. Hata hivyo, kwa muda mrefu jamii imekuwa na mtazamo ya kwamba kazi ya ushonaji ni kwa ajili ya watu waliofeli au waliokosa mwelekeo wa maisha. Licha ya dhana hiyo, wapo wanawake wengi walioweza kubadili taswira hiyo na kuonyesha kuwa sanaa ya ushonaji inaweza kuwa njia ya mafanikio makubwa. Karibu katika makala hii. Mimi ni Elizabeth Mwinuka. Kwa miongo mingi, sanaa ya ushonaji imewasaidia wanawake wengi kujitegemea kiuchumi, kujenga majina yao na hata kuitangaza Tanzania katika maonyesho ya kimataifa. Kupitia ubunifu wa mavazi, wabunifu wengi wameweza kubadili maisha yao na kuipa thamani fasheni ya Kitanzania. Miongoni mwa wanawake walioonyesha mafanikio katika sanaa ya mitindo ya mavazi ni Jacqueline Wolper. Wengi humfahamu kama mwigizaji wa filamu za Kitanzania, lakini nje ya uigizaji, Wolper amejenga taswira ya mwanamke anayependa kufuatilia fasheni kwa kiwango kikubwa. Amewahi kuonyesha mapenzi yake katika mitindo mbalimbali ya mavazi makubwa yenye hadhi pamoja na mikoba mikubwa inaonyesha utambulisho wake wa kipekee. Kupitia ubunifu wake, Jacqueline Wolper ameendelea kuonyesha kuwa mitindo ya mavazi sio tu kuvaa nguo, bali ni namna ya kujieleza na kujenga kujiamini. Baadhi ya mitindo yake hushiriki kuibuni yeye mwenyewe, hatua inayoonyesha jinsi anavyothamini sanaa ya mitindo ya mavazi. Mbali na Jacqueline Wolper, pia Asia Hamsini ni mmoja wa wabunifu waliofanya makubwa katika sekta ya mitindo ya mavazi nchini Tanzania. Asia amejipatia umaarufu kupitia ubunifu wake wa mavazi ya Kiafrika yenye mguso wa kisasa, huku akiweza kuiwakilisha Tanzania katika maonyesho mbalimbali ya fasheni ndani na nje ya Afrika. Katika safari yake ya ubunifu, Asia Hamsini amewahi kushiriki maonyesho ya mitindo ya mavazi katika mataifa mbalimbali yakiwemo Kenya, Nigeria na Afrika ya Kusini. Kupitia kazi yake, amepata tuzo na heshima mbalimbali zinazotambua mchango wake katika kukuza sanaa ya fasheni na kuitangaza tamaduni ya Kiafrika. Mafanikio ya wanawake hawa
yameendelea kubadili mtazamo wa jamii kuhusu sanaa ya ushonaji. Wakati hapo zamani wengi waliona cherehani ni kama kazi ya waliofeli. Leo hii sekta ya mitindo ya mavazi imeweza kutoa ajira, kujenga biashara kubwa na kuwapa fursa vijana wengi kuonyesha vipaji vyao. Sanaa ya mitindo ya mavazi imekuwa sehemu muhimu ya utambulisho wa jamii na uchumi wa ubunifu nchini Tanzania. Wabunifu na washonaji wameendelea kushiriki katika maonyesho ya kitaifa na kimataifa, huku wakitangaza Tanzania kupitia ubunifu wao. Hadithi za Jacqueline Wolper na Asia Hamsi ni ushahidi kuwa sanaa ya ushonaji na mitindo ya mavazi imeweza kuwa njia ya mafanikio, umaarufu na kujitegemea kiuchumi. Mafanikio yao yanaonyesha kuwa kipaji na ubunifu vinapopewa nafasi vinaweza kubadili maisha ya mtu mmoja mmoja pamoja na jamii kwa ujumla. Mwanamke hahitaji kusubiri fursa ije mlangoni. Anaweza kuitengeneza kupitia kipaji, ubunifu na juhudi zake. Kupitia sanaa ya ushonaji na mitindo ya mavazi, wanawake wengi wameweza kujenga maisha yao na kuitangaza Tanzania kimataifa. Huu ni ukumbusho kuwa kila mwanamke ana maono ndani yake. Kinachohitajika ni kujiamini na kuthubutu kuanza. Ulikuwa nami Elizabeth Mwinuka. Kwaheri. Mwanamke na maono. Asante kabisa mpenzi mtazamaji wa UDOM Digital, na hiyo ilikuwa makala fupi ambayo imeandaliwa na mwanahabari wetu Elizabeth Mwinuka. Natumai mpenzi mtazamaji una la kujifunza kutoka kwa mwanadada Wolper Stylish. Yeye alianza na hatua ndogo, lakini sasa hivi ana mafanikio makubwa. Unaweza ukafuata nyayo zake ili kupiga hatua ya kimafanikio, si ndio? Ndio. Lakini pia mpenzi mtazamaji, na kushukuru sana kwa kusalia nasi kuanzia mwanzo kabisa wa kipindi hiki mpaka tamati ya kipindi hiki. Asante kwa niaba ya fundi mitambo, si kwa peke yangu. Mimi ni Rabia Utukulu, nipo na mwenzangu hapa Nasma Hassani. Mpaka wakati mwingine. Wakati mwingine. Mwanamke na maono.